Bwana basi hii hapa ni ya 8 episodi tukizidi kusonga nayo na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Bwana basi namba zangu ni zile zinicheki sasa WhatsApp, unanipata na huko utazipata movie zangu kabisa, zote unazipata huko. Bwana basi hii hapa ni ya 8 episodi tukizidi kusonga nayo kama kawa kama dawa, au unasemaje? Bwana basi tukiwa tunazidi kusonga mbele kabisa katika episode ya 8, ningependa tu ni kuombe tena bwana, kama bado hujasubscribe katika channel hii ningependa kukuomba binye kibata nikicho ndiko subscribe, ili tuzidi kabisa kusonga mbele, tuzidi kusonga na pia tuzidi kuijenga familia yetu kwa wingi zaidi. Bwana huyu ni Mr. Burudani the Jolly Voice mitamboni kama kawaida. Ya 8 episode hii hapa tuende moja kwa moja tukaanza mashine safi kabisa, kitu bomba wanaita Detective. Bwana niukumbushe tu namba zangu ni zile zile, ni cheki WhatsApp kwa jumlisha 18152081037 au jumlisha 18155889811 unanipata WhatsApp. Bwana tumia namba hizo kunicheki sasa Mr. Burudani the Jolly Voice, unazipata movie zangu zote. Bwana ya 8 episode hii hapa tuende moja kwa moja tukaanza episode yetu ya 8 na Mr. Burudani. Bwana tuanzie pale pale tulipoishia ya 8 episode hii hapa. Oya wamefika eti. Cheki jamaa wako. Anambia Rui, mbona uko hivyo? Nini kinaendelea? Anambia usiwe hivyo eti. Anambia jamaa wangu, harufu hiyo inatoka miguuni mwako eti. Mketa hivyo mimi ndo naitoa harufu sio wewe eti. Mbona una act hivyo? Ambia wamefika eti. Aya, kwa makini. Sasa kamcheki binti kafika hapa. Asa wamejua kwamba binti haina nani. Bwana alimkosa binti. Wanafanya hivi ni kuhakikisha kabisa kwamba binti hapiti hapa, anafeli. Binti kufika hapa, bwana kuna harufu mbaya iko hapa. Kucheki. Kuna miji socks ya miaskari iko hapa. Wamevua viatu na socks zao wameanika kabisa. Jamaa kaona hii bomba hii. Hii kali. Hapa chomoki hapa. Wakawa wanasherekea kweli kweli. Binti akacheki, mama yangu, ambao zimejaa, afu zinatupa hizo. Kucheki juu, akaona ndege. Wale ndege wanaelekea direction hii. Akaona huku naelekea. Huko. Jamaa zako akashanga, mbona wanafuata wale ndege? Kwa nini wanafuata ndege? Au itakuwa ni kwamba hawa ndege wanamsaidia, wametumwa na Mungu kuja kumsaidia au vipi? Anambia uko sahihi. Hawa ndege. Asa hili jamaa lako linazidi kumfuata binti huko. Sijui lina gubu gani na binti. Linataka liwe namba 1. Anambia kwa nini eti na ndege mpaka wanamsaidia hawa ndege? Haya. Vizuri sana. Anambia huyu anti yuko. Anambia hapana, simsifii yeye. Na kusifia wewe. Ni kwamba wewe ndio umeona kabisa kwamba hawa ndege wamemfa uko vizuri kumliko. Naambia siamini. Naambia kwa makini basi, kwa makini eti. Sasa huko upande wa pili, lile jamaa linapenda kumfuata binti. Unaambia lienda likategua mitego. Lilikula. Ile binti hajakaa sawa. Bwana nyingine hii hapa inakuja. Binti aliinama, alikwepa. Ila nyingine ilikuja ilimpa. Aisa. Jamaa wako anamcheka. Da. Oya, wewe una bahati eti. Sasa binti akakumbuka kifo cha mumewe, maskini ya Mungu. Aisa, na akishindwa hapa ndo hivyo. Anaambia competition inaenda kuisha ndani ya dakika 2. Binti akainuka. Kucheki, akaona ndege hawa hapa. Akazidi kuwafuata wale ndege. Sasa jamaa zako wako huko. Wako mwishoni kabisa hapa. Sasa walifika wawili wa kwanza. Sasa jamaa zako wanasherekea, wanaona hao wawili wamefika. Mbaki mtu mmoja hapo wafike watatu. Basi kwa itakuwa ni sherehe kabisa. Sasa binti huyu hapa. Anaambia unaweza. Come on. Anaambia nafasi ya 3.
Aya, huyu anti amazing eti. Yupo amazing. Anaambia wewe, usisherekee bado na plani yangu ya mwisho. Jamaa kavuta kamba. Anaambia unaona hii ni plani yangu nilokuwa nao, plani ya mwisho kabisa. Hawezi akashinda. Ile binti anaenda. Bwana ile jamaa alikuwa mwishoni kabisa, linakuja. Jamaa wako kainuka. Sasa hapa anaambia raundi hii nashinda. Unishindi tena raundi hii. Jamaa kavuta kamba. Yeye anavuta. Bwana binti huyo akaivuta kamba. Jamaa wako si akavutwa. Akavutwa na ile kamba. Danlia anashangaa. Jamaa alimwangukia binti. Bwana akamchukua. Nani kakubali kwenda peke yake? Alafu ile kamba ikawa nawafunga namna hiyo. Jamaa wako anataka kuzuia lakini ndio hivyo tena. Hao wanashangaa nini kinaendelea? Sasa kila mtu macho ni kodo anatazama nini kinatokea hapa. Ile jamaa lako lilikwenda moja kwa moja likashinda watatu. Jamaa wako huyo maskini ya Mungu. Jamaa anashangaa nini hiki? Kumbe ni wewe. Ndio, kwani vipi? Kwani vipi? Kwa nini unataka kuwa askari wa polisi? Mwanamke hawezi kuwa askari wa polisi bwana. Toka. Huwezi kuwa askari wa polisi mpaka mimi nife. Anambia mimi nataka tu kumgundua muuaji wa mume wangu. Kwa nini sio askari wa polisi? Na mbona ilikuwa ni shida tupu. Jamaa wako alikuja huko anasafisha mdomo. Anambia ndugu yangu, nimekukuza kwa miaka 3 eti. Anambia kama maji haya atakufanya usikue. Anambia yote haya sio makosa yangu eti. Ni makosa ya huyu binti Jizian. Akawa anasikilizia. Anambia ndugu zangu. Anambia samanini eti kama mtokuwa kuanzia leo. Anaambia Mr. Maurui, mimi Danlin, na swali nataka nikuulize. Anaambia swali lenyewe ndo hili. Bwana unajisikiaje kumkisi mtu kwa mara ya kwanza? Yaani inakuwaje? Yaani ile feelings ile inakuwaje eti? Jamaa akamvuta, wewe unataka kujua si ndio? Jamaa akamwambia nitakuua wewe. Akawa anamshika jamaa kwa sababu kucheki wanaonekana. Oya. Hapana, sio kama unavyofikiria eti. Anaambia mimi simjui jamaa. Simjui. Naambia njoni tufafanue basi. Aya. Tabia hii imekwaje tena? Jamaa zako walionekana ni mishoga iko hapa. Ambayo ilikuwa ni hatari kweli kweli. Aya, basi upande wa pili huku tuje moja kwa moja kwa Kamanda Zen pamoja na huyu daktari ambaye ni mpelelezi wa maiti na vitu kama hivyo. Ambaye ni kwamba huyu binti alikuwa ni classmate wangu, tulisoma wote pamoja. Ambaye kwa maana hiyo vipi unampenda? Unapokuja swala la wanawake unakuwa kigugumizi sana, unakuwa una aibu sana. Ndio maana huna hata mpenzi wewe. Ambia mimi sina aibu eti. Sasa Ziantao alikuwa akisikiliza. Jamaa wako akamfuata. Oya vipi round ya pili inakuaje? Anaambia vipi unataka kujua? Anaambia round ya pili ni kupima yaani ujasiri na pia ni kupima uchunguzi wako. Yaani una uwezo gani katika kuchunguza kesi. Jamaa akacheki. Akaichukua akaondoka pale. Sasa round ya pili unaambiwa ni kupima ujasiri wa mtu na kuchunguza kesi. Yaani una uwezo gani kwa kuchunguza kesi na ujasiri wako ni upi haswa. Jamaa wako alivyogundua kwamba round ya pili itafanywa Monchwari, akaja moja kwa moja mpaka huku Monchwari. Akaja huku akawa anazisoma zile namba pale, akawa anacheki wewe akawa anacheki utafanywa review na nani wewe. Akawa anacheki namba, anaona hii ndo yenyewe. Hiyo binti akaja akatoa ule mwili uliokuwa pale. Cheki akili ya jamaa wako. Akautoa ule mwili uliokuwa pale. Unaona? Afu baada ya hapo akachukua unga.
akajipaka usoni. Baada ya kujipaka usoni cheki kitu alichokifanya. Kajicheki kwanza kama anaonekania kama mzimu. Kwa mama yangu, naomba najiogopa mwenyewe. Hii bomba hii. Hii noma hii. Jamaa kachukua na kile kitambaa. Sasa anaichukua ile nafasi yeye hapa. Sasa binti, njoo ni kuogopeshe mpaka mwisho. Anacheka balaa. Ananiambia uwezi ukapita mtihani huu, lazima ushindwe. Aya, basi alikaa pale. Anaambia basi mtihani wa pili tunaufanyia Monchwari, ambako huku tutapima uwezo wako, udhaifu wako, na pia tutapima nguvu yako, kama unaogopa vitu kama hivi. Kumbuka askari wa polisi inabidi uwe askari ambao ni uogopi hata maiti ya mtu, uogopi na chochote kile. Kwa maana hiyo, leo tutawapa nafasi ya kukaa Monchwari na kuchunguza mwili wa mtu. Inabidi ugundue umri wake, muda alokufa, na urefu na uzito wake ni upi. Na vitu hivyo vitakusaidia kugundua huyu mtu nini kilikuwa ni chanzo cha kifo chake. Lakini kwa nini tufanyie Monchwari eti? Kwa nini Monchwari eti? Mimi siwezi bwana, hii ni too much bwana. Hii imezidi bwana. Jamaa zako akaondoka. Hao wataki kukaa Monchwari. Anaambia nyie ambao mjenda sogeeni. Anaambia usiogope eti. Ni sawa. Kamanda Zen alisema kwamba unaweza, usiogope, sawa? Unaambia paka alipita pale. Jamaa alikuwa anawapa courage wenzake kwamba yeye ndo alikuwa wa kwanza kabisa kushtuka. Anaambia njoo. Sasa kamvuta binti pembeni. Anaambia usijali, niko kukupa kitu ambacho kitakusaidia na kugundua kwamba mtu amekufa au vipi. Maana huku ni Monchwari, kuna wengine ambao ni mizimu huko, uaga wanatembea huko. Asante eti. Anaambia usiniombe asante basi. Anaambia nimegundua kwamba wewe ni classmate wa Kamanda Zen. Niwekee maneno mazuri kidogo kwa Kamanda Zen ili afahamu ya kwamba na mimi pia ni mtu mzuri eti. Basi akiwa hapa alikuja yule daktari. Jamaa alikuja akasogea. Inaonekana kwamba wote ni shupavu kweli kweli. Kwa maana mnaonaje kama nitaongezea kamtihani kidogo? Vipi kama mtawabadilisha mavazi au maiti walioko huko ndani? Yaani mkabadilisha nguo zao, mkawavesha hizo nguo. Wengine wakaondoka. Wakabaki watatu. Ambia ndiyo. Haya mavazi itabidi muwavishe taratibu na pole pole. Anaambia baada ya kuwabadilisha mavazi inabidi msiwachukize, kwa maana wakichukia itakuwa ni vibaya sana kwenu, wanaweza hata wakawafuata ndotoni kwenu. Haya, basi waliingia kule ndani. Anaambia samanini eti mataa zimeharibika. Basi huku ndani watakaa huku mpaka mida ya saa ya asubuhi hivi. Anaambia mbona kama unawachukia hawa washindani eti? Kwa nini umewapa kazi kubwa sana hii? Anaambia hoya kaka zangu, samanini eti. Mimi niko hapa tu, nataka kuwa askari wa polisi. Samanini eti, msichukie eti. Lakini pia msiniogopeshe. Lakini leo samanini nitawagusa kidogo. Anaambia wewe umekufa. Umekufa kweli. Jamaa si akainuka. Alivyoinuka saa ngapi wasimuone? Ulambo alikimbia. Oya. Jamaa zako akaondoka pale. Binti akabaki peke yake. Nakumbuka ukitoka hapo ndo umefeli hivyo. Binti akawa na mcheki. Anaambia kaka maiti samahani eti kufanyia hivi. Jamaa akamgusa. Mama yangu. Afu akainuka. Kamcheki. Akawa anamuogopesha sasa.
Kampiga ngumi. Cha. Anambia wewe mpumbavu Jamaa kawa analila lile lijitu. Sasa yote ni kumwogopesha binti. Binti ndo kwanza aogope. Anambia inabidi wewe. Oya, usifanye hivyo eti, usifanye hivyo eti. Binti kumcheki vizuri saa ngapi asimuone? Akawa anamcheka. Oya. Wewe mpumbavu. Yaani katika muda kama huu unawezaje kunichukulia advantage Wewe ni mjinga kweli kweli, wewe itabidi nikufunze adabu. Anambia iwezekani. Anambia Marui. Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unanifanyia hivi? Mimi nataka kuwa askari wa polisi peke yake. Kwa nini unanifanyia hivi? Bwana akiwa hapa saa ngapi mzimu wa kweli asije? Jamaa si akamuona. Jamaa anamwambia angalia huko nyuma eti. Angalia huko nyuma. Bwana mzimu huyu hapa. Anapa kiss, slight kiss hiyo naambiwa. Saa ngapi wasikimbie? Unaambiwa wote ni waoga. Binti anakumbuka, ukitoka mlango hapo utakuwa umeshindwa. Na hapo hauwezi ukajiunga na kituo cha polisi. Anambia na wewe pia umekuja. Anambia sikiliza. Anambia kama tu utarudi huko, nitasema kwamba Rui ndo amefanya mambo yote haya na akasababisha mambo yasiwe sawa eti. Jamaa akaja pale akamtoa binti nje. Tayari katoka. Anambia ndio, haitakuwa fair kama atarudi huko ndani. Sote tumetoka, sote tumeshindwa eti. Bwana, ilikuwa ni episode ya 8, tukutana moja kwa moja katika episode ya 9 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Bwana, kumbuka namba zangu ni zile zinicheki WhatsApp sasa. Unanipata kwa jumlisha 14520081037 au jumlisha 18155889811. Mr. Burudani unanipata WhatsApp. Bwana, ilikuwa ni 8 episode, ukutana moja kwa moja katika episode ya 9 na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida.